yao kwa ajili ya kuwafikiria watu. Na mojawapo ya kitu ambacho wanachokifanya hawa makuhani wa kipepo, mawakala wa kipepo ambao ni wachawi na waganga, ni kuhakikisha kuwatoa watu katika mifumo ya kimungu, kuwatoa watu katika mtiririko wa kiibada. Watu walikuwa wanampenda Mungu, lakini wanafanyiwa jitihada ili watolewe katika kuto kumpenda Mungu. Watu walikuwa watulivu katika ndoa zao, wanatengenezewa taharuki ili wasikae katika ndoa, waanze kuona matatizo na kuwakimbilia ili waweze kusainiwa katika hizo madhabahu. Kwa hiyo yapo matatizo mengine ambayo ulioko nayo yalisababishwa na makuhani wa kipepo, mawakala wa kipepo, na ndio maana umewakimbilia ili upate tatizo, ili upate tiba. Acha nikwambie, tiba haipo kwao, tiba ipo kwa Yesu, na leo utakwenda kupata tiba ya tatizo lako liloko nalo. Wengine wamepata matatizo mbalimbali. Sasa huwa jitihada hii huwa anaifanya kuwaondoa katika mfumo, wanaondolewa katika mfumo. Kuna kuondolewa katika mfumo, unabaki ulimwenguni. Katika jambo la pili, unabaki ulimwenguni lakini upo katika mfumo wao. Lakini kuna kuondolewa katika mfumo wa kimungu duniani, unakuwa haupo katika ulimwengu huu ambao sisi wanadamu wa kawaida ambao tunaoishi tunakuwa hatukuoni. Lakini sio kwamba umepotea, na si kwamba umefariki kifo cha Bwana, na si kwamba upo katika mangojeo ya paradiso ya mwisho. Upo katika mfumo, katika ulimwengu wa kipepo, katika ulimwengu wa kigiza, katika kuzimu kwa ajili ya misheni maalum. Wanachukuliwa watu kwa ajili ya misheni maalum. Wengine wanachukuliwa nafsi hizo kwa ajili ya kurudi tena ulimwenguni kwa ajili ya kuharibu kazi za Mungu. Wanatumika kwa ajili ya kuja kuharibu watumishi wa Mungu, kuharibu wale waliosimama. Kwa hiyo shetani huwa anafanya jitihada kupitia hawa mawakala wake wachawi pamoja na waganga, ili waweze kuzikamata nafsi nyingi ili ziweze kutumiwa katika maabara zao za kipepo. Bwana Yesu asifiwe sana. Hilo ni jambo la kwanza. Na jambo la pili, nimekuambia wengine wanabakizwa ulimwenguni lakini wakiwa wako mateka. Na ndio maana unakuta mtu ni mlevi, anataka kuacha ulevi lakini inakuwa ni ngumu. Wewe ulishatekwa nafsi yako, unahitaji msaada wa Mungu na unakwenda kupata msaada sasa hivi. Wengine unakuta ni malaya tu, yani swala la wanawake kwake linakuwa ni shida. Napenda sana wanawake, nafsi yake ilishachezeshwa. Siku ya leo utapata msaada. Unatamani kuacha ili utulie na ndoa yako, lakini inakuwa shida. Leo nakuambia utakwenda kutulia kabisa, kwa sababu kupitia mahubiri haya na kwa kupitia maombi nitakao kwenda kukuombea utatulia katika ndoa yako, utakuwa na furaha na utakuwa na amani. Wengine biashara zao zinachezeshwa, siku ya leo zitakwenda kukaa sawasawa, kwa sababu chanzo cha kwanza ili mambo yako ya mwilini yaharibikiwe huwa yanaanza kuharibu. Huwa shetani anaharibu katika ulimwengu wa roho. Mtu ili aharibikiwe huwa haharibikiwi kwanza mwilini. Mtu anaharibikiwa kwanza rohoni, anaanza kuharibikiwa kwanza rohoni. Ukiona mtu kakatwa miguu, wengine wanakatwa miguu si kwa sababu ya ugonjwa, lakini si kwa sababu ni mpango wa Mungu wakatwe mguu. Mpango wa Mungu uwe na mguu, ndio maana Mungu aliweka mguu mzuri. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo unaanza kukatwa kwanza mguu katika ulimwengu wa roho. Yule mwanadamu wa ndani anaanza kukatwa, alafu huyu wa mwili anakuja kuhitimisha. Na ndio maana wengine wanaota ndoto wanazipuuzia, wanaona walipata ugonjwa wakakatwa mguu, wao wakachukulia ni kawaida. Unashambuliwa wewe katika ulimwengu wa roho. Ile nafsi yako ambayo ni mwanadamu wa ndani anashambuliwa, ili waweze wakuweze katika huyu wa mwili anaoonekana wa jinsi ya nje. Anaanza kushambuliwa kwanza yule wa ndani, anaanza kudhoofishwa kwanza yule wa ndani, na we mwenyewe ndiwe unayefungua milango ili udhoofishwe. Unapokuwa utii sauti ya Mungu, ukai katika kanuni ya Mungu, unafungua mlango wa maisha yako kushambuliwa, ya maisha yako kuwindwa na uchumi wako kuwindwa
na huduma yako kuwindwa. Watumishi wengi wameanguka kwa sababu walifungua milango, nafsi zao zikachezeshwa, wakawezwa na adui, na ndio maana wapo katika changamoto ambazo walizoko nazo. Siku ya leo tiba ipo. Unaposikia sauti hii na unapoamini, basi tiba itapatikana. Hilo ni jambo la pili. Jambo la tatu na la mwisho, ili niombe kwako, kuibiwa nyota yako. Somo litakalokuja katika sehemu ya tatu, tutakuja kuangalia nyota ni nini, na watu huwa wanaibiwaje nyota. Bwana asifiwe sana. Lakini watu wengi wapo katika matatizo katika sehemu hizi mbili. Wapo ulimwenguni, lakini si wao. Unaweza ukakutana na mtu lakini hayupo, alishapeperushwa, yuko mahala mwingine. Unamkuta yumo anazungumza mwenyewe, nafsi yake ilishachukuliwa zamani, au amechukuliwa nafsi. Unamkuta mtu ni chizi. Si kwamba Mungu ndiye aliyetaka mtu awe chizi. Mungu hakuumba mtu chizi. Watu wote Mungu aliwawekea nafsi, kwa sababu hakuna misheni ya Mungu ya hasara. Kwa popote unapomwona mwenda wazimu, sio mpango wa Mungu. Ni kwa sababu wapo waliochezesha nafsi wakamwacha duniani, lakini nafsi yake ipo mahala, inaendesha mahala. Hiyo nafsi yake unaweza ukakuta wanasiasa wanaitumia. Unaweza ukakuta nafsi yake kuna tajiri fulani anaitumia. Leo na kwenda kukunyang'anya katika jina la Yesu Kristo. Utakayefuatisha mahubiri haya mpaka mwisho na maombi haya, utakwenda kuwa salama. Nikuhakikishie, kama ulikuwa unajiona una mkosi, we hauna mkosi. We ni mtu mzuri kabisa. Mungu alikuumba, akaweka nafsi, akaweka maisha mazuri, akakupa watoto wazuri. Wapo wajanja ambao wamekutenda kwa ubaya, wamechezesha nafsi yako. Leo ninakwenda kushughulika nao, na watakwenda kuachilia nafsi yako, watakwenda kuachilia uchumi wako, watakwenda kuachilia biashara yako, watakwenda kuachilia kazi yako, na maisha yako yatakwenda kuwa sawasawa, kwa sababu mpango wa Mungu wewe ufanikiwe. Mpango wa Mungu wewe uwe na maisha mazuri. Mpango wa Mungu wewe uinuliwe. Mpango wa Mungu wewe ufanye ufike kule ambapo unapotaka kufika, na wala si kukwama, kwa sababu Mungu huwa hashindwi. Kama vile Mungu alivyokuwa yeye hashindwi, na yeye ameweka uweza ndani yetu katika kuto kushindwa juu ya kule ambapo tunapopaendea. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi kwa kufikia hapo, nafikiri umepata kitu. Nitakwenda kuomba, nitakwenda kufanya maombi na wewe kwa muda mchache tu, na utakuwa umebadilika, na maisha yako yalishabadilika, na uchumi wako ulishabadilika, na moyo wako ulishabadilika. Wewe utafuatisha tu maombi haya nitakayokuwa na kuongoza, alafu baadaye nitakwenda kuachilia moto juu ya wale ambao wanaokunyemelea, na juu ya wale walioshikilia nafsi yako ili wapate kuiachilia. Sema, Bwana Yesu, nimeisikia sauti yako kupitia neno lako uliloachilia kupitia mtumishi wako. Ninaomba toba, ninaomba rehema. Nisamehe Bwana kwa namna nilivyotoa mkono, kwa namna nilivyofanya patano katika miungu, katika madhabahu za kishetani. Nisamehe Bwana. Futa jina langu katika madhabahu zao. Futa jina langu katika kumbukumbu zao. Futa jina langu katika kumbukumbu za kishetani. Andika jina langu katika kumbukumbu za mbinguni. Bwana, nipokee leo, niwe mwanao, niwe mtoto wako. Maana umesema wote waliokupokea umewapa uweza wa kufanyika watoto wako. Na mimi leo Bwana, nifanye kuwa mwanao, nifanye kuwa kiumbe kipya. Ninawakataa wale walionishinikiza, marafiki wabaya, miungu ya nyumbani, madhabahu za nyumbani zinazonifuatilia, wanaoniletea chakula katika ndoto, wanaoniunganisha katika communication za kipepo, wanaonikalisha kwenye hicho kiti chao. Ninakikataa katika jina la Yesu Kristo. Ninawakataa leo wote hao wanaonifuatilia usiku, hao wanaoniitisha kwenye vikao. Ninakataa katika jina la Yesu. Hivyo vikao vya kichawi, hivyo vikao vya kifamilia, hivyo vikao vya madhabahu ya kipepo, ninavikataa leo katika jina la Yesu Kristo. Nifanye kuwa mwanao kuanzia saa hii. Amen. Basi kwa sala hii tayari wewe ulishafanyika kuwa mtoto wa Mungu,
na ninakwenda kuomba maombi kabisa ili kuharibu hizo madhabahu, kuzivuruga kabisa, kuachilia moto. Na wewe uliye mgonjwa, shika hapo ambapo panapouma saa hii. Saa hii ninapoomba, shika hapo panapouma na kuambia, mimi mtumishi wa Mungu, ipo nguvu inayopita katika jina la Yesu Kristo. Ninapoomba saa hii, ipo nguvu inapita hapo panapouma. Iwe ni kisukari, unakwenda kupona katika jina la Yesu. Baba, katika jina la Yesu Kristo, naja mbele zako na watoto hawa na watu hawa popote walipo, wanapofuatilia mahubiri na maombi haya katika jina la Yesu, na wasogeza katika kiti chako cha enzi, juu ya wenye shida na changamoto mbalimbali, juu ya wenye matatizo mbalimbali. Wengine ni biashara zimevurugwa, wengine ni nafsi zao zimechezeshwa, na ndio maana mambo yao hayaendi sawasawa, na ndio maana uchumi wao unayumba, na ndio maana magonjwa yamewapiga, na ndio maana kisukari kinawaandama, na ndio maana kila saa anaota yupo kwenye makaburi, na ndio maana kila saa huwa anaona kama anaitwa katika vikao vya kipepo katika familia. Ninamtengamanisha na hizo madhabahu za kifamilia zinazomfuatilia. Ninamtengamanisha na madhabahu zote za kipepo. Kule alipokwenda kwa mganga akanasa nafsi yake, ninaachilia moto katika jina la Yesu Kristo. Waliofichwa kwenye vyungu, waliofichwa kwenye madhabahu za kipepo, waliowekwa kwenye miti, walioko kuzimu saa hii, wanaotumikishwa kuzimu saa hii, ninapeleka moto kuzimu. Achilia watu katika jina la Yesu Kristo, popote waliposafirishwa, popote walipopelekwa. Wengine wamepelekwa baharini, wengine wapo wanaendesha maisha watu katika maduka ya watu. Ninaachilia moto, achilia hiyo nafsi katika jina la Yesu. Ninaachilia moto katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Wengine hawaoni, ninatangaza kuona kwao katika jina la Yesu Kristo. Wengine hawasikii, wamechukua masikio yao, ninaachilia moto katika hayo masikio katika jina la Yesu. Wengine ni matumbo, wamefunga uzao, wamechezesha nafsi zao, ninaachilia uponyaji katika hilo tumbo wakazae katika jina la Yesu Kristo. Wengine ni miguu, wamepandikiza sukari na kula miguu, ninasitisha huo mpango wa kukata hiyo miguu katika jina la Yesu. Ninaachilia moto na uponyaji katika jina la Yesu. Achilia maisha yake, achilia saa hii katika jina la Yesu. Nguvu zote za giza, mapepo yaliyofunga asiolewe, mapepo yaliyofunga asioe, ninaachilia moto, toka katika huo mwili. Huo mwili ni hekalu la Roho Mtakatifu. Ninaachilia uzima juu yake, akapate kwenda kufanikiwa, akafanikiwe kazini, akafanikiwa ofisini, popote alipo akapate kibali katika jina la Yesu Kristo. Ninaachilia kibali, Bwana akakukutanishe na watu sahihi katika jina la Yesu Kristo. Maisha yako yakainuliwe, maisha yako yakafunguliwe, maisha yako yakabarikiwe, maisha yako yakastawi katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Pokea uzima na ukafanikiwe katika jina la Yesu Kristo. Amen. Basi mpendwa mtazamaji wangu unayenifuatilia katika chaneli zangu, kwa wale ambao wanaonifuatilia Facebook, wasisahau kwamba na Instagram na YouTube tupo. Basi kwa Facebook unatupata kwa chaneli ya Kuhani Mkuu Meki, utapata pale mahubiri na shuhuda mbalimbali ziko pale, utaziona. Na Instagram vile vile unayenifuatilia, nifuatilie kwa Kuhani Mkuu Meki, vile vile hapo utanipata. Na kwa YouTube vile vile andika Meki TV. Ukiandika Meki TV utanipata pale, utafuatilia mahubiri mengine, yatakujenga, yatakuimarisha kabisa kabisa. Labda niachilie namba ya simu kwa wale ambao wamefunguliwa nilipokuwa naomba na wewe, na waliokuwa nafuatilia mahubiri haya watakuwa wamejengeka kitu. Kama basi umefunguliwa, basi usisite kutoa taarifa hiyo ili utukufu wa Mungu uendelee kuwa mkubwa. Na kama unataka kumshukuru Mungu, basi kupitia namba hiyo nitakayokuwa nimeitoa, basi kama una sadaka yako ya shukurani utaiachilia kupitia namba hiyo ambayo nitakayokuachilia, 0653306315. Ninarudia tena 0653306315. Kwa wewe ambaye unanihitaji kwa ushauri, basi unaweza ukatumia hiyo namba. Na wewe ambaye basi umeponywa kupitia mahubiri haya na